Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, sasa leo tutaangalia nani mkali wa hizi kazi kati ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Nani mkali wa hizi kazi? Nani mlinzi wa JPM? Sasa sitaki kukuchosha na wewe usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja tuanze na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Alafu utaniandikia comment hapo chini uniambie yupi ni mkali kati ya hawa mawaziri wawili. Yupi ni mkali? Kura chuma hicho. Hii ni dharau. Hana adabu. Nimemwelekeza kamishna wa uhamiaji azuie mipaka yote, amnyang'anye passport asitoke, na mkurugenzi wa mashtaka na vyombo vingine mkamateni asitoke mpaka azitapike hizi fedha. Nimepita pale nikaona mradi mmoja ule wa bilioni 21. Bilioni 21. Mkandarasi amepewa zaidi ya bilioni 3 malipo ya awali. Muda unaenda, anazurura tu, anazunguka tu. Kapewa muda wa nyongeza, anazunguka tu, anazurura tu. Kapewa muda mwingine wa nyongeza, anazurura tu. Na fedha ya walipa kodi wa Tanzania anayo. Na nilishasema ipo michezo ya wakandarasi kupewa fedha ya walipa kodi wa Tanzania na kulazimisha ilipwe kwenye akaunti zilizoko nchini kwao, ili fedha ya walipa kodi wa Tanzania waanze kulipa madeni kule kama wanadaiwa, ama kufanya kazi zingine kule nchini kwao. Hii ni dharau kwa nchi yetu. Huku ni kutokuheshimu kodi za Watanzania. Nikasema kuanzia sasa mikataba ikisainiwa iwekwe na kwamba fedha hizo zitaingia kwenye benki za hapa. Unalipwaje fedha ya mradi ulioko Karatu, fedha ipelekwe nchini kwenu? Inaenda kufanya nini? Sasa yule kapewa, kazungusha. Muda umeenda, kapewa na wanyongeza, kazungusha. Kapewa na mwingine, kazungusha. Tume pamoja na wizara wameenda kuvunja mkataba ule kwa jeuri, eti anaenda kuifungulia nchi yetu kesi. Yaani tumempa fedha ya mradi, anaenda kutufungulia kesi sisi wenyewe, na mradi hajatekeleza, kwamba anaendesha kesi kutushtaki sisi kwa fedha yetu wenyewe. Hii ni dharau. Hana adabu. Sasa twende tukamwangalie Kassim Majaliwa. Kura chuma hicho. Mimi ningetamani waone leo. Sasa hivi mmewafukuza, mwapeleka wapi? Kwa nini mmeondoa leo siku ya kazi? Mimi sijaje hapa kusimamisha kazi. Mimi nimekuja kukagua kazi zinazoendelea. Hapa kuna uzembe mwingi, hapa kuna wizi. Sasa leo mmeondoa wale wote wale ili wasiseme wizi na uzembe uliopo. Tumeshaibiwa mifuko 600 plus 640. Na kwa nini muentertain wizi? Watu wanaiba kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili. Mmeshindwa kuchukua hatua za kuwadhibiti wasirudie tena kwa mara ya pili. Halafu si hapa tu, hata hospitali ya wilaya ina matatizo mengi. Mmeshang'oa na milango iliyobandikwa. Mmeshaiba vifaa vya tiba, x-ray na kila kitu mling'oa, CT scan mng'oa. Sasa nyie Bunda mkoje? Kwa nini Bunda wizi ni mkubwa? Si mradi huu tu. Aya, sasa twende kwa Mwigulu Nchemba. Kura chuma hicho. Semaje? Sisi ni familia ya marehemu mzee Amani Kalindo. Tulikuwa na alikuwa mzee wetu ana eneo la Isofu lililojengwa hospitali ya mkoa. Hilo eneo halmashauri imechukua. Nyamazeni tuwasikilize. Imechukua eneo hilo bila kupewa chochote. Baada ya kufuatilia kwa muda mrefu, ikaonekana kwamba tumepewa eka 50 ambazo mpaka jana zinasoma mtandao na tujawahi kupewa kitu chochote. Nimetembea ofisi. Napata tu usumbufu mheshimiwa. Naomba msaada wako. Afsari ziko wapi? Afsari mmechukua eneo, mmewapa eneo ambalo halisomi. Vipi hiyo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli eneo la mzee wao lilichukuliwa
lilitwaliwa na halmashauri likiwa kama shamba namba 88. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 2020 walipewa viwanja eneo linalokadiriwa kufikia ekari 8 kama fidia ya eneo lililotwaliwa na kupimwa viwanja eneo la Isofu. Kwa hiyo kwa taarifa za ofisi, mgogoro huu umeshaisha, kwa maana kwamba mkurugenzi alishampa eneo. Shida imekuja baada ya kuandikiwa ile barua, aliambiwa atalipia gharama za umilikishaji kwa maana ya kupata hati. Ndicho anachokihitaji mlalamikaji. Sasa ninyi simlishachukua la kwake alilokuwa analimiliki? Ndiyo Mheshimiwa. Sasa simmilikishe mlilompa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo inakuwaje? Yeye alikuwa na eneo lake, mmechukua ndo mnatumia. Ndiyo. Alilokuwa anamiliki. Ndiyo. Ninyi mmempa mbadala, simprint tu mpe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea. Hebu mpe mama, mpe dada hapo aongee. Ni muda mrefu Mheshimiwa, sijapata, hajafika mwafaka. Naomba msaada wako Mheshimiwa, tupewe haki kama familia, kwa sababu ni muda mrefu sana nimesubiri. Ndo nimeshawaelekeza wawaprintie wawape. Ninyi mmeshachukua eneo, mmejenga hospitali, mmeshamaliza, mmewatafutia la kuwapa la mbadala, mnawahangaisha. Si mwaprintie liishe hilo. Waprintieni. Sawa, tumepokea Mheshimiwa Waziri. Hamna wino? Wino upo. Waprintieni, wapeni. Kesho wapeni hati yao. Aya, sasa tukamwangalie na Kassim Majaliwa. Kura chuma hicho. Shabai Ruigo. Ni wewe. Unamjua Mponzi? Unamfahamu? Aha. Ndio ulompelekea kule Mwanza. Aha. Uzuri anasema wazi. Mimi napenda watu wa namna hii. Fedha halmashauri. Bwana mwenyekiti wa halmashauri alijua. Alijua hizo fedha kama unapeleka Mwanza. Bwana Mshairu. Hapana, hawajui. Sasa walipokwenda kule alikuwa na milioni 189, Bwana Zablon kule akapewa milioni 150. Kwa hiyo naye alipata na commission. Ulibaki ngapi bwana? Ulibaki na ngapi? Mkifanya mahesabu zibaki shilingi ngapi? Milioni 39 Ndio. Kwa hiyo ilikuwa commission yake. Kwa fedha ya serikali. Watu wanagawana kama ndizi. Fedha ambayo tulitarajia ingeweza kujenga holi ambalo leo tungekaa ndani, tuko hapa nje. Fedha tunayo, lakini na watu wachache wanazila na kuifanya halmashauri ipate shida na kuwafanya watumishi wengine wapate kuhangaika. Wengine wamesimama kule, lakini fedha ipo. Lakini mmoja kati ya wengi, huyu mmoja asiyekuwa mwaminifu, ametusababishia leo tukae nje hapa. Kwa nini ile fedha milioni 213 tusingeanza kujenga msingi wa ukumbi mkubwa wa kisasa wa halmashauri? Tunamwachaje muovu mmoja anachafua halmashauri, anahujumu jitihada za mkuu wa nchi anayetafuta fedha na kwa ajili ya kuwapelekea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, anaihujumu halmashauri yake ambayo inapaswa kwenda kuwahudumia wananchi na kuwafanya wakuu wa idara washindwe kutekeleza majukumu yao. Haya sasa, wane usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe akaunti yetu ya Ndui Media. Niandikie comment hapo chini uniambie kati ya hao mawaziri wakuu wawili nani mkali wa hizi kazi. Asanteni sana.